Asela. Wow, Asela. Karibu sana. Asante sana. Hii ni Kikoti Motivation na hii ni session ya Kikoti Motivation. Karibu sana. Asante. Kwa nini umeamua kujoin na session ya Kikoti Motivation? Nimeamua kujoin na session ya Kikoti Motivation kwa sababu ni kipindi ambacho kinaangazia maisha yetu ya kila siku. Wow. Mimi na mtazamaji wangu tutarajie utakuwa nani katika kipindi hiki na tutarajie nini? Karibu. Katika kipindi hichi nitakuwa kama host, kwa tutarajie mengi mazuri. Wow. Karibu sana. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa kipindi cha session ya Kikoti Motivation, leo tunaenda kuangazia mada ambayo inasema vijana ni wavivu au ni ugumu wa maisha. Kizazi cha zamani wengi wanasema kwamba vijana ndio wavivu, wanashindwa kujituma kufanya kazi, lakini vijana wao pia wana changamoto zao ambazo wanasema ni kama ajira ni changamoto, pia gharama za maisha kuwa juu, lakini pia fursa karibu. Jua kuna wakati mwingine unakutana na hawa wazee wetu, anakuambia mimi zamani nilikuwa naongoza, mimi sasa hivi amsomi, tulikuwa tunapambana hata kwenye mpira, anakuambia tulikuwa tunacheza mpira, yani tulikuwa tunapambana kweli kweli, tulikuwa na vipaji. Sasa hivi sema vijana tunalalamika kwamba maisha ni magumu kwa sababu ya uvivu, lakini vijana nao wanasema ya kwamba wazee hamjatutengenezea mazingira mazuri ya sisi kuweza kupambana na maisha. Sasa kwa mtazamo wangu, ndugu mtazamaji, kwa mtazamo wangu naamini ya kwamba kinachosababisha vijana wengi wameacha kabisa kufikiri, ambayo anapata kila kitu, maisha ambayo anabeti anapata, asiende kufanya kazi yoyote, wanataka maisha ambayo yani anasubiri bahati. Kwa hawezi kuchakata akili yake, hawezi kufikiri kwenda kuleta kitu kipya. Kwa nini? Kwa sababu amebaki na utegemezi wa kusubiri bahati. Lakini mara nyingi unakuta huu uvivu, unajua mtu mvivu hawezi kukubali kwamba yeye ni mvivu. Ili utoke kwenye uvivu ni lazima ukubali kwamba wewe ni mvivu. Kadri unavyochelewa kutoka kwenye uvivu, hii inadhihirisha kwamba haujakubali kwamba wewe ni mvivu. Kwa vijana ni wavivu sana, wavivu mno, wavivu wa mambo mengi kwanza. Lakini sisi vijana unakuta tunalala sana, yani ndio wanatuamsha kwenda kazini, wanatuamsha tuamke tunywe chai. Ni jambo la kusikitisha sana. Kwa wazee wako sahihi, sio ugumu wa maisha bali ni uvivu. Kuna watu wanafungua makampuni, kuna watu wanafungua biashara mpya, kuna watu ambao jamii inawaona, kuna watu wameamua kufanya vitu, wanajenga maghorofa, lakini bado kuna mtu yupo kijijini analalamika maisha ni magumu, kiasi kwamba watu wamekuwa wavivu hata kufikiri, wamekuwa wavivu wa kuyaona matatizo katika jamii. Watu wamekuwa ni wavivu sana. Lakini pia kwenye malezi pia malezi walikuwa wanawafundisha watoto wao jinsi ya kujitegemea, lakini sasa hivi kama kuna tofauti kidogo. Wow. Hii ni kweli. Unajua zamani ili upate kitu chochote, upate zawadi kwa mzazi, baba akuletee zawadi, ni lazima ufanye kitu vizuri. Lazima umefaulu darasani, aidha umeenda shambani, baba nimefanya kazi kama unavyoona. Ndugu mzazi ambaye una mtoto, pengine unampenda sana mtoto wako, kuna wakati inafika mtoto wako usipomletea zawadi analia. Mtengenezee mazingira ya kwamba anapata zawadi baada ya kufanya kitu fulani. Yani mpe taski afanye, akishafanya ile taski basi mpe zawadi. Kwa hiyo hii hali ya wazazi kuwapa urahisi watoto wao kupata tu vitu kirahisi, kwamba hawawezi kuwa wabunifu hata kuyaona matatizo, kwa sababu siku zote nyumbani anaona mkate unakuja, mchele unakuja, viazi vinakuja, unaona maisha ndio haya. Yes, kwenye friji kuna kila kitu. Unaniambia mimi nikapambane nje nichote maji, ndani yanatoka, bafuni yapo, sebuleni yapo. Mtoto kuto kuona ugumu kwamba matatizo yote anatatua baba atajua mwenyewe, yani baba ndo everything.
hicho kitu kimesababisha watoto wamekuwa ni wavivu sana. Mzazi inabidi amtrain mtoto kwamba life is a battle, yaani kwenye maisha ni kupambana. Tunasoma vitabu vya dini, tunasoma Biblia. 90% ya Biblia ni mapambano kati ya Mungu na Shetani. Mapambano, tunaona watu walipambana, lakini tunapofika kwenye pointi ambapo mzazi anashindwa kumtrain mtoto kwamba ili upate kitu chochote unatakiwa kupambana, basi inakuwa ni ngumu sana kwa watoto kubadilika. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni lazima mzazi amwaminishe mtoto kwamba hakuna kitu ambacho unaweza kukipata kwa urahisi. Yaani wazungu wanasema no pain no gain. Kwa hiyo lazima ufanye kitu ili upate kitu. Hakuna kitu cha bure. Ukitaka kitu cha bure, dunia itakuadhibu vibaya sana. Ukitaka kitu cha bure, kuna muda utakosa, utatamani kwenda kuiba. Ukitamani kwenda kuiba, mwisho wa siku utapigwa, utakufa duniani hapa. Kwa mzazi unayenitazama, ana jukumu kubwa sana la kuwalea watoto wao. Wazazi wengi hawawalei watoto wao, ila wamewakabidhi watu wawalelee watoto wao. Mzazi anafanya, akirudi amechoka, anaenda kuoga, analala. Asubuhi anaondoka, anaenda. House girl ndo anamlea mtoto. House girl ndo anajua mtoto anakula nini. House girl ndo analeta kamili za mtoto wake kuliko mzazi mwenyewe. Mwisho wa siku mtoto anakuwa mvivu. Why? Kwa sababu everything anafanya house girl. Everything anachokifanya mama haujui. Baba, wazazi wanakuwa busy na kazi, labda anaondoka asubuhi, wanarudi usiku, anakosa ule muda wa kukaa na mtoto wao, kuongea kuhusu maisha hivi. Licha ya kwamba mzazi anakuwa anaenda kazini, katika ule muda mchache ambao anaupata, ule muda mchache ambao anaupata wa kukaa nyumbani, atafute muda wa kukaa na mtoto, atafute muda wa kumwambia ukweli mtoto, atafute muda ambao anaweza kajenga kitu kwa mtoto. Unakuta mzazi anakaa mpaka miaka 10, miaka 5, hana muda wa kukipandikiza kitu kwa mtoto. Tunasema ya kwamba watoto wa kiume wengi sasa hivi wanaonekana wana swaga nyingi sana. Unajua kwa nini? Na kutokuwa na pesa, wanakuwa na maneno mengi sana. Why? Kwa sababu hauwezi kupambana uoneshe ile nguvu katika upande mwingine. Kwa nini? Kwa sababu umezoea kwamba I can get it, nitatumia maneno nitapata. Lakini mtu asipo wanaangalia mwenye pesa, wanaangalia mtu ambaye ana something. Kwa uvivu umekuwa ni changamoto kubwa sana. Wazazi wana jukumu, yaani hata dakika 5, dakika 10, dakika 30 kila siku ya Mungu zitenge kwa ajili ya kuwajenga watoto wako. Lakini pia sasa hivi tunaona kwamba vijana wengi wa kiume wanahusisha swala ya ushoga. Ikawa ni sababu ya uvivu. Mtu asiye mvivu wa kufikiri hawezi kufanya kitu cha kijinga kama hivyo. Sasa unapokuwa mvivu wa kufikiri, matatizo mengi unayasababisha. Mwalimu wa maisha mmoja anaitwa Anthony Kawage ashawahi kuniambia ya kwamba uwezo mdogo wa kufikiri ni chanzo cha matatizo katika jamii. Mtu mmoja maarufu sana duniani, nadhani nikimtaja hapa hata mtazamaji wangu anamfahamu, anaitwa Socrates. Socrates bwana, siku moja alionekana yupo sokoni. Alionekana kumfuata profesa, bwana, mbona upo na taa? Sasa hivi ni mchana profesa, vipi? Akasema, hii taa nilionayo inawaka, nimekuja ili nimulike akili za watu wengi, kwa sababu wameacha kuzitumia akili zao. Kwa akili zao zina giza, zinahitaji mwanga. Mwanga unapatikanaje? Mwanga unapatikana pale ambapo ile comfortability ya kuto kufikiri mtu akiondokana nayo, ndipo ambapo anaweza kupata mwanga. Kwa maisha sio magumu, ila watu ni wavivu. Uvivu wa nini? Wavivu wa kufanya kazi, wavivu wa kufikiri, wavivu wa kuziona fursa, wavivu wa kujitoa na kwenda kuonesha vitu walivyo navyo. Na kitu kibaya zaidi ni kwamba utakutana na vijana wasomi wenzangu. Naomba leo niseme na nyinyi wasomi wenzangu, sisi ni wataalamu sana wa kuandika malengo, ni wataalamu sana wa kupanga mipango, ni wataalamu sana wa kuandika proposal. Bwana, I want to build a company, nataka kufungua mgahawa au hoteli kubwa sana, nataka kufungua saluni.
tunaandika sana plan, lakini tunafeli kitu kimoja. Na hapo ndipo la 7 ni kwamba tuna mipango na ni mafundi kupanga mipango, lakini sio mafundi wa kutekeleza. Yule aliyeishia la 7 ni yani amechangamka, ni mchapakazi wa kutenda. Kwa sisi tunakuwa tuna uwezo wa kujenerate idea, lakini hatuna uwezo wa kwenda kuziweka hizo idea ziende katika practical. Ukiandika, ukiishia kuandika bila kuitekeleza, itakuwa haina maana. Nasema kwenye elimu, licha ya kusoma sana, unaweza ukawa umesoma miaka mingi, Yes. lakini pia ikawa kazi kupata ajira na fursa pia wanasema ni changamoto. Ndio. Unajua, ulinasikia fursa yote ile, kila nikiangalia I have got no any opportunity, sina fursa yote ile. Shida ni nini? Ukweli ni kwamba ujana, tuna vijana wengi ndio tunaozungumza nao. Ujana ulionao ndo fursa namba 1. Yaani hauhitaji fursa nyingine zaidi ya ujana. Ukisha kuwa na hii fursa ya ujana, basi unaweza kufungua milango mingine yote. Kwanza una nguvu. Sasa mtu atakwambia sina fursa, lakini ni kijana. Mimi ni kijana na nguvu, naweza kufanya kazi, naweza kujitoa. Pengine sisi ni vijana, sisi ni vijana, tungesema labda huu muda tukacheze magame, huu muda labda dada Stella labda ukaje snap, huu muda labda uingie TikTok ucheck na media unazungumza. Kwa sasa umeona hii ni fursa kwamba I want to talk to people. Watu wanatakiwa wanisikilize, watu wanatakiwa waone nikiwa nafanya kitu. Tayari una fursa. Sasa unajua kitu kingine cha kuchekesha ni kwamba kuwa kwenye nchi yenye matatizo mengi, kuna uhakika wa kufanikiwa kwa 1% kubwa. Uwezo wa kubadilisha matatizo yaliyopo kuwa fursa, una opportunity kubwa sana ya kupata pesa. So Dr. Myles Munroe anakuambia kwamba sasa wengi ni wavivu wa kuona matatizo. Kwa mtu atakwambia hana fursa, na laki moja. Una kiasi kidogo kiasi gani? Una kiasi gani kwenye akaunti yako? Pengine una 10,000, pengine una 20,000, pengine usiendelee kupanga mipango eti bado unajipanga, eti sina connection, eti hakuna kazi hazipo. Kwa hiyo sifa ya Mungu wa mbinguni kutumia kidogo ulicho nacho kukupa kikubwa ambacho hauna. Yaani kama we hauna chochote, unajiona hauna chochote, hakuna nafasi kwako hapa duniani. Mwenye nafasi hapa duniani ni yule mtu ambaye ana kidogo, anakitumia, kitampa matokeo. Yes, na vijana wengi sio kwamba hawana fursa. The problem is to start with what you have. If you start with what you have, then other opportunities become approached by themselves. Yani njia moja kufungua njia nyingine. Watumie tu hata fursa moja tu, chochote walichonacho watumie ili waweze kufungua milango. Ndio. Lakini mitandao ya jamii pia inaweza ikawa ni sababu ya vijana kuwa wavivu. Of course, yani mitandao ya kijamii inaweza kukusaidia au ikakuumiza. Yani unapoona YouTube inaweza kukufundisha au ikakupumbaza. Inategemea. Hawataki kutumia mitandao ya kijamii kujinufaisha, ila wanatumia mitandao ya kijamii kunufaisha wengine. Unaposhika simu yako, kitu cha kwanza unaingia wapi? Sasa hivi maisha yamekuwa rahisi. Unataka kujifunza kupika chapati, hauhitaji kutafuta mtu akufundishe. Unaingia YouTube, una search namna ya kuzungumza vizuri, una search, unasikiliza, unapata ujumbe, unafanyia kazi, maisha yanaenda. Kwa sasa wengi ni kwamba mtu ambaye yupo tayari na amefungua akili yake, mitandao ya kijamii itamsaidia. Lakini mtu ambaye hajafungua akili yake, mitandao ya kijamii haiwezi kumsaidia, itamwathiri. Kwa sababu mtandaoni kuna vitu ambavyo vinaweza kukufanya relax. Mtandaoni kuna vitu ambavyo vinaweza kukufanya upende uone maisha ni rahisi. Yani kama hivyo social pressures ambao kijana anakuwa anaona mbona mwenzangu tayari ana umri mdogo, ana gari, ana nyumba, lakini wanashindwa kujua background, yani alianzaje mpaka sasa hivi akawa na maisha mazuri. Of course, mtazamaji, usikimbie kwa saa ya mwingine, kimbia kwa saa yako.
Haijalishi mtu fulani umesoma naye, labda ana mambo makubwa, ana gari, hayo yote, kimbia kwa saa yako. Pengine kuna watu wanakudharau, wanakuona labda ufai, wanaona labda wewe bwana, tumesoma wote lakini bado upo nyuma, wewe wa nini? No, hauhitaji mtu mwingine ili kuwa wewe, ila unajihitaji wewe mwenyewe ili kuwa wewe. Unachotokea kwamba amua kuanzia leo kwamba mimi nitakuwa tofauti. Sitakuwa mvivu wa kufikiri, sitakuwa mvivu wa kufanya kazi. Mimi kuanzia leo nitaanza kufanya vile vitu ambavyo vinanisogeza mbele. Sitasubiri bahati, maanake nitapambana. Kwa shida inayowakumba wengi sio watu ambao wanaingia kwenye mitandao ya kijamii ili kujifunza, ila wanaingia kwenye mitandao ya kijamii kupunguza stress. Ambao wanafanikiwa ni wale watu ambao huwa wanaamua kubadilika, hawajilinganishi na mtu mwingine, hawaangalii mwenzangu kafanikiwa anajionyesha kwenye mitandao, unaweza kutasio vyake, show off tu. Kwa usikimbie kwa saa ya mwingine, kimbia kwa saa yako. Hapo naweza nikakuuliza, kwa mfano ukipewa nafasi ya kuwa upande, unaweza ukawa upande wa vijana kuwa wavivu au ugumu wa maisha, na pia unashauri nini? Mdogo niliofanya katika vijana 5 watakakutana nao, 3 wanaamini katika bahati. Mkeka hataki kufanya kazi, amekaa ametulia, anasubiri pesa iingie. Kwa vijana wengi ni wavivu. Lazima tuondokane na uvivu. Uvivu namba 2 wa kukataa ni uvivu wa kutokufanya yale mambo tuliyoyapanga. Wewe jiulize kitu malengo gani umejipangia mwaka jana? Malengo gani umejipangia mwaka huu? Umeyatekeleza? Session ya Kikoti Motivation leo inatufundisha ya kwamba uvivu ndo chanzo cha kuyaona maisha ni magumu. Ni chanzo. Life is a battle. Compete or die. Vijana wengi ni wavivu, ila wanasingizia maisha ni magumu. Na mtu anayesingizia maisha ni magumu siku zote atakuwa na laumu tu. Serikali hajafanya 1 2 3, hawakunirahisishia maisha. No, tuamshe nguvu yetu ya ndani, tukapambane. Bado tuna nafasi, bado tuna chance ya kufanikiwa. Haukuamka duniani, haukuja duniani kufeli, ila ulikuja duniani kufanikiwa. Kwa lazima vijana tujue ya kwamba tuna wajibu wa kufanya kazi, tuna wajibu wa kutumia akili zetu, tuna wajibu wa kuwa wachapa kazi, kuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunafikiri kiundani katika jamii. Shida ni kwamba watu wengi ni wavivu. Kijana unayenitazama siku ya leo, hakikisha ya kwamba unafanya maamuzi leo. Usiendelee kuwa mvivu, usibaki na mawazo yako. Nenda kakionyeshe kipaji chako. Unajua kuimba, karekodi wimbo, jamii kuone. Unajua kucheza mpira, kacheze mpira. Una $100, tumia hiyo, anzisha biashara. Mwisho wa siku tutafika kwenye hatima ambayo tunakusudia. Asante sana kwa hoja na ushauri wako. Mpenzi mtazamaji, naamini kutokana na mjadala huu kuna kitu umepata na maji. Ndugu mtazamaji, kufika hapa tumefika tamati ya kipindi chetu cha Session ya Kikoti Motivation. Tukutane wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.